Kuna chumba kiko pale wanalala watu 12, vitanda vimebebanishwa. Kunguni wametapakaa, hamna godoro, unalala godoro la nyasi mheshimiwa. Ikatokea bahati mbaya ile teli ikachoma bajaji, ikafanyaje? Ikamaliza upepo. 100,000 anapigwa faini. Akawa anaendesha. Huyu hapa hiyo siku anataka kunipiga. Anapenda kujichukulia maamuzi mkononi. Lijibiwe likiwa limenyooka kwamba ni kwa nini kwa makusudi sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wao kama wawekezaji wanazivunja. Ilikuwa changamoto ambayo inatusumbua sana, ilikuwa ni mikataba, lakini tumepata mikataba kwa wachache. Hapa chini kuna bwawa, kuna shimo ambao ni handaki imechimbwa underground, ndio wanatoa mawe yenye dhahabu. Chini kuna mfereji ambao unatoa maji. Yale maji yanatoka muda wote masaa 24. Yanaenda kwenye makazi ya watu. Hayo maji ndio yanayotumika hapo hapo kwa ajili ya kuandalia chakula hapa kambi zote hapa na pale. Mfano tu leo hai mheshimiwa mkuu wa wilaya, tenki lile pale linahifadhi maji. Tazama tenki lilivyobadilika rangi kwa ardhi ile udongo ulioko chini, na yale maji ndio yanatumika kwa ajili ya kuandalia chakula hapa. Hayo maji ndio yanatumika kwa ajili ya kufua, kuoga. Si salama kusema kweli mheshimiwa. Ndani mule wakizidiwa wakati mwingine na kiu, wanakunywa maji yaliyomo mule ndani. Mimi ni operator wa excavator. Nilifuatwa na mchina nikaambiwa kata mtaro ambao utatoa maji hapa nyuma kwenye hili jengo mheshimiwa, unaweza baadaye ukatembelea ukaangalia. Nimekata ule mfereji unatoa yale maji yenye sinki la choo, yanaambatana na maji haya yanayotoka ndani yanashuka kwa wananchi chini. Hilo kusema kweli mimi kiafya si salama. Hata meneja shahidi nilimfikishia, nikamweleza kama meneja, nimeambiwa nikate mtaro, ule mtaro unapitisha maji machafu yenye kinyesi ndani hapo yanashuka chini kwa wananchi. Si salama. Leo mpaka sasa ninavyoongea na wewe mheshimiwa, maji yanatoka yanaambatana pale yanashuka kwenye makazi ya wananchi. Si salama. Kingine mheshimiwa, jana choo kimepakuliwa pale kambi kubwa. Kinyesi kimemwagwa hapa kambi hapa chini kambi. Yaani mita 20 kutoka pale kuna makazi ya watu. Watu wako wanachota na ndoo, wanaenda wanamwaga. Wanachota na ndoo, wanamwaga. Mle kwenye duara kuna mawe. Unaona? Na wao mlima una mawe. Kwa maana yake hata ukisafishaje, lazima wae tafanyaje? Atapatikana pale chini. Kwa maana yake mimi napoendesha bajaji, ikatokea bahati mbaya ile teli ikachoma bajaji, ikafanyaje? Ikamaliza upepo, napigwa faini. Kwa siku nalipa 15,000. Kwa maana yake ikipata ile pancha napigwa hata 1,000 napigwa faini. Kuna maji yale yanayotoka duarani yale maji yanayotoka duarani yani si salama kabisa, kwa sababu yanakuwa yani wanalipua pale, yanakuwa na chemical mbalimbali. Kwa hiyo yanapita pale, unakuta watu wengine wananawa, wengine hadi wanaosha uso, lakini yale maji si sawa kabisa. Pia kuna watu pale wanafanya kazi katika ile heap leaching pale. Wanafanya kazi pale, wanatumia chemical mbalimbali kuikiwemo sana. Idea sana ni kali sana. Wanakuta pale watu wana PPE, wengine hawana kabisa, wengine wana PPE za kushare. Yaani huyo barakoa akimaliza kutumia huyo anampa huyu tena yeye anashare. Wanaenda kushika ile mitambo ile inayotoa maji machafu ile bila chochote mikononi. Kwa kweli hilo si sawa. Nikianza kazi tarehe 1 labda nimeumwa, siwezi nikaambiwa pumzika, umefanya kazi mwaka upumzike, miaka 2, mwezi upumzika. Mna ukiomba ruksa unanyimwa. Labda una mgonjwa nyumbani, na ndugu yangu anaumwa, jamani, omba ruksa hata ya wiki moja. Haiwezekani. Je, sisi ni binadamu, tutaishije bila kusalimiana na ndugu, bila kutembelea ndugu zetu wanaumwa? Tulikotoka tuna familia, takiwa nikaione familia yangu. Huyu bosi huyu hapa huaga anapendaga kujichukulia maamuzi mkononi. Anapenda kupiga watu. Kazi yao ni kufundisha watu, lakini wakasema kama tafuta mtu ambaye tayari anajua. Kwa hiyo nikamleta mdada mwenzangu ambaye anajua. Tukawa tunaendesha naye. Na wampe nafasi ya kujifunza, na yule tayari anajua kuendesha winchi. Sasa akawa anaendesha. Huyu hapa hiyo siku anataka kunipiga. Kwa huyu hapa mimi sijui nisema anapenda kujichukulia nini? Anapenda kujichukulia maamuzi mkononi. Hajali kwamba ni wa kike, hajali kwamba wewe ni nini. Mimi kwanza sasa hivi wameshanitenga, tuseme kwa ujumla. Mambo yao wanafanya kwa chini, hawanishirikishi mimi. Hayo mambo mengi wanaenda serikalini huko wanamaliza, mimi wakati mwingine sijui taarifa zozote kuhusu habari za safeties. Hizi safety kwa kweli tumepiga sana kelele. Tumeongea sana. Hadi boss wao kabisa mwenye kampuni tulikuja tukakaa naye tukamwambia, akasema sawa tutawapa. Lakini zipo wanavaa wao tu. 每个人都有，包括这个胸牌。kofia moja kaka moja yote. Kwa nini mnawafanyisha kazi hizi Watanzania wenzetu? No, 我们没有安排他们这个。Juma 也有事情。这个是 Juma 自己安排的。
Mnaona mnavyobebesha kama watumwa. Angalia huku, ngoja kwanza angalia huku. Mnaona haya ni mavi. Mnawaopolesha kwenye masinki, wanabeba kwenye haya mapipa, wanakwenda kuyamwaga kwenye maeneo yaliyo karibu na wananchi. Kwa hiyo mnachafua mazingira yetu. Ngoja kwanza bwana, wewe huoni hapa? Mazingira waje na ushahidi tunao, wahakikishe faini ambazo zipo kwa mujibu wa sheria hawa mabwana wanazilipa, na huo uchepushaji kuanzia kesho baada ya watu wa mazingira kufika kuondoka usitishwe. Changamoto hizi tumezichukua kwa sababu hakuna meneja mwenye mamlaka ya kuyafanyia kazi haya kwa mujibu wa sheria. Tunaomba tuyafanyie kazi kama serikali, tuahidi tu kwamba mambo yatakuwa sawa.